Baada ya kupata burudani, lakini sasa tumetaka tuongee mawili matatu kuhusu haya ambayo yamejiri siku ya leo. Karibu kwenye TV yetu msikilizaji wetu. Asante sana. Kwa majina watu wanataka wajue majina yako. Mimi ninaitwa Fulo Bernard. Mimi ndiye mwongozi wa hapa Chita na Matampala, Zambia. Ndugu mtazamaji, sisi tuko Zambia, hususa kwenye mji kidogo tu ambao unaitwa Mantapala. Kwa leo tumeona mlikuwa kwenye shambra za hapa na pale. Zilikuwa ni shambra gani na zinataka kuleta ishara gani? Leo tariki 11 mwezi wa kwanza mwaka huu ambao tunao, yani ni sikukuu yetu ya kumbukumbu ya kukumbuka kuhama kwa Tata wa Isilelwa. Leo ni sikukuu yake ambayo alituacha kimwili, lakini sisi waamini wake tunajua tuko naye saa zote kiroho. Kwa hiyo kila tariki ya kila mwaka mwezi wa kwanza tarehe 11 tunasherehekea sikukuu yake ya kuhama. Na nikiangalia karibu yenu bado desturi ya kanisa yetu hatuoni kaburi wala msalaba wa kaburi. Imekuaje kiongozi wangu? Hapa tuko katika nchi ya kigeni, yani tuko katika nchi ya watu, na hapa tulipewa kiwanja cha kuabudu, sio kiwanja cha kuzika watu, na kila nchi ina sheria zake, na sisi hatukuwaki pale kwa sababu ya kupinga sheria ya nchi, bali tunatembeaka sambamba na sheria ya nchi, na ndio maana tulifuata kanuni ya sheria ya nchi gisi nasema, na ndio maana katika kiwanja chetu hamuna kaburi. Na ni porudi mara kwanza kwa sasa hivi Tata wa Isilelwa ameenda. Je, kwa nini amwandaaji tena ile mikutano kwa wale wengine ambao wako chini ya Tata wa Isilelwa? Kumepita wengine baada ya Tata wa Isilelwa kufariki. Tunajua Tata wa Isilelwa ndiye mkombozi wetu wa maisha, na leo tumetia kama kumbukumbu kulingana na yale ambayo alituachia. Tunapita kumkumbuka katika sikukuu ambayo alituacha kimwili. Ndio tunakusanyika sisi wote duniani kote kwenye kupatikana kanisa la Tatu Malkia wa Ubembe, wote tunasherehekea sherehe kama na hii ya kumbukumbu, yani ya kumwenzi. Kaburi ni nini? Na kwa nini nyinyi mnapendelea kukaa kwenye makaburi? Sisi tunapendelea kukaa kwenye makaburi, na maana ya kaburi, kwanza nitaanza na neno kaburi. Kaburi ni pale ambako kunaanzia ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata Yesu Kristo alipitia kwenye kaburi, baada ya siku 3 akafufuka, na alipofufuka alifufuka na mwili wa utukufu, sio tena ule mwili wenye wa mitume wake walimuona au ndugu zake wa mwili wenyewe walimuona, lakini alifufuka na mwili wa utukufu. Vile vile hata Tata wa Isilelwa tunajua alituacha kimwili, lakini kiroho tuko naye saa zote, na ndio maana ndani yetu sisi wote tunaamini Tata wa Isilelwa iko ndani ya kila muamini wote wa kanisa la Tatu, iko ndani yake. Nini na makabila zetu za Kizambia? Je, mnaelewana vipi kilugha zaidi? Kuhusiana na lugha, tuna wafalme ama waamini wenyewe wanajua lugha, na wenyewe wanajua lugha ya Kizambia, alafu ndio tunawasiliana. Tukitaka kuongea na watoto wenye nchi, basi tunapitia kwa wale wa ndugu zetu ambao tayari walishatambua kuongea lugha ya Kizambia, alafu ndio tunapitisha message kwa wale watu, alafu ndio wanatufikisha kwenye watoto wenye Zambia. Na bado tunataka tufunge kipindi chetu. Message yako ya mwisho kwa leo, sisi ambao bado hatujamjua Tata wa Isilelwa kama ndo Mungu wetu wa dunia ya sasa? Message ni fupi tu, na nitawaomba ndugu zangu, njoni nyote hapa Kumayalo, kwa sababu ni hapa kuna uhuru wa roho, ni hapa tunapata uzima wa milele, kwa sababu ni hapa katika hiki kipindi cha 3 cha milele cha Tata wa Isilelwa, ni hicho ambacho kimekuja kukamilisha utatu mtakatifu, ambao kipindi cha kwanza kiliongozwa na Nabii Musa, na kipindi cha pili kiliongozwa na Yesu Kristo,
Na kipindi cha tatu ni hiki ambacho kinaongozwa na Tata Waiselelo. Kwa hiyo mtu Mungu Roho Mtakatifu Tata Waiselelo. Hiyo ndio maana shabaha sisi kuwa hapa ndani ya kanisa hili la Tatu Malkia wa Ubembe. Kwa ndugu mtazamaji, hatukuishia hapo. Tumehita ndugu yetu Mzambia ambao wako kuzambia, wakaaji wa Zambia, ambako nao tuwaulize maswali mawili matatu, walipokea kanisa vipi. Ili kanisa mlilipokea hadi nini kama wewe Mzambia? Fwevo chichebo. Kwa sisi wote mukutipokelera. Nyinyi wote ambao mnatutizama. Fwevo chichebo mukutipokelera. Bantu twalishibe. Tulipenda sana. Balisa twe batyawe. Walituambia. Kuli ngawaingira muri chichebo. Ukiingia kwenye kanisa hii. Bantu kuli amachushi yale pita mu mayanda. Mu mibili Yesu. Satana ale tuchusha. So twaisa sumina muri Tata Waiselelwa. Amachushi yonse ya roho ya baba Waiselelwa ya moneka kwati yapwa. Sisi nao tutapata wokovu zaidi. Bantu tulachushiwa mumayanda ukulwalilira shani tulihuma sana, lakini tuliamini kama elo twaingira muri wa katika maisha yetu. Awe amachushi yonse yapwa tulipiganisha kanshi no kwikala ubwikashi wachinja tulikala na kushikilia kanisa hadi itafika kuzama. Badi umuntu kwa sababu tulipata amani ya upashi wa mshiro wachinga Tata Waiselelwa takuli humbi ukupita pali uyu. Mwe bonse oko nini wote ambao kuti mwaisa mkuje sasa, muise muingire muri mkuje tuingie kwa kanisa la Tata Waiselelwa, tebu fitulela, kwa sababu sisi wote sasa tushirikiane kwa pamoja kwa zaidi kuti sana. Kuti wapwa nangula chula awe tawaka chule ukekala fyo mutende kairi nenshikushobe shikalundirwako ukuba nensansa pano pachalo ya muyayaya. Hapa dunia usitegemei kama kuishi, lakini ujue kuna Roho Mtakatifu ambaye inatengeneza. Je, karibu kwenye kanisa letu la Watatu wa Malkia.